she's from the coast. Kindly proceed to withdraw that. Asante Bwana Spika, labda Kiswahili changu ndo kimewakanganya. Wacha niendelee tafadhali Bwana Spika, nilinde. I have made a ruling. Ndio nasema natoa kauli hiyo na naomba msamaha ikiwa hivyo ndio nilivyoeleweka. Endelea nikiendelea katika kutoa hisia zangu ni kwamba Bwana Spika, mawaziri wote wameandika barua, na kweli nakubaliana na bunge hili kwamba Waziri Aisha ameandika barua kuchelewa. Lakini katika kauli za maseneta wenzangu walipokuwa wamesimama kuzungumzia kutamaushwa kwao, hakuna hata mmoja ambaye amekupa wewe rai ya kuweza kumtafuta waziri na kumuuliza ni kitu gani haswa ambacho kimemfanya yeye asiweze kufika leo hapa. Wameweza kuwaelewa mawaziri wengine na wakakubali zile changamoto ambazo wamesema wako nazo, lakini kwa nini iwe ni waziri Aisha peke yake na ni mawaziri watatu ambao sote tumerauka ili kuja kuuliza maswali? Na masuala ya jinsia waziri ni masuala ya kila mtu, si masuala ya jinsia ya kike peke yake. Kweli tulitamaushwa na yale yaliyoendelea katika ripoti ya NADCO, lakini ilibainika wazi ya kwamba viongozi wa kike tulikwenda kupitia majopo tofauti na tukapeana hisia zetu, lakini komiti ya NADCO wenyewe waliamua kwamba watawachia majukumu hayo wizara na ile kamati ambayo aliibuni ili waweze kupea mwelekeo sahihi ambao wanautaka. Kwa hivyo nataka kusema katika bunge hili la Seneti ya kwamba waziri Aisha Jumwa hakuna mkono wowote ama lengo lolote la kuweza kuondoa azma ya wanawake kuwafikia jinsia ya theluthi mbili katika katiba yetu ya Kenya. Na ningependa pia later the Honorable CS, when she appears, to be able to shed light on that subject, because we are not here to defend any CS, and the information you're giving, it's better given by the CS herself when she appears next. Have you concluded your remarks? Thank you, Senator Miraj. Senator Wafula. Asante Mheshimiwa Spika kwa nafasi hii. Mheshimiwa Spika, ni jambo la kutamausha sana sisi kama maseneta kurauka asubuhi na mapema, wengine kupuzilia mbali staftahi, ili tuje tujadili mambo muhimu ya serikali na nchi ya Kenya. Mheshimiwa Spika, baadhi ya mawaziri ambao wamealikwa hapa ni lazima wajue kwamba kuja kwao hapa kutapeana mwelekeo na suluhisho ama kupeana matumaini kwa Wakenya. Mheshimiwa Rais amekuwa na zuru pembe mbalimbali za nchi ya Kenya, akiahidi na kupeana mwelekeo kwa miradi ya maendeleo kwa Wakenya. Na miradi hii ambayo yeye hupeana mwelekeo kwayo, wale ambao lazima watekeleze ni mawaziri ambao wachache wao wamealikwa hapa na wamefeli kufika hapa. Waziri wa barabara na uchukuzi anajua fika jinsi Mheshimiwa Rais na viongozi kwa mfano wa mkoa wa Magharibi hususan Bungoma tumekuwa tunadai na kuitisha uwepo wake mashinani, ajione na aelewe ni sababu zipi zinashinikiza sisi kudai miradi ya maendeleo na barabara. Barabara ya Msikoma kwenda Mungazi, barabara kutoka Kakamega kuja Msikoma, barabara kutoka Chwele kwenda Lwahaha. Mheshimiwa Spika, ni lazima waziri huyu amke kutoka usingizi wa pono, atembee wima na ajue Kenya tunalipa ushuru. Hatuta ngoja Mheshimiwa Rais azuru atuahidi peupe mchana na waziri amejifunga kwenye mahandaki akipora na kufurahia jasho la Wakenya. Juzi nimeuliza maswali hapa Mheshimiwa Spika kuhusiana na mimba za mapema. What is the point of order, Senator Mandaka? Honorable Speaker, is it in order for the Have a seat, Senator Ofuli, please. Understanding on the 105, Honorable Speaker, is it in order for the Senator for Bungoma to allege
that the Honorable Cabinet Secretary for Roads is stealing and enjoying public resources in his office? Does he have evidence, Honorable Speaker?